Katika episode iliyopita tuliweza kuona Kyle pamoja na Vyrol walirejea katika ufalme hali ya kuwa wanategemewa kuja kuleta dawa, lakini Kyle anarudi hali yake ikiwa mbaya, lakini pia Vyrol anapoulizwa kuhusu ua anajisacha na gundua kuwa ameangusha katika mapambano yaliyotokea. Mfalme anamkuda na kumgombeza Vyrol. Lakini kupata video nyingi na nzuri kama hizi, hakikisha umefollow ukurasa wetu wa Facebook na kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ambayo tunatumia kwa jina la Hadithi na Hashim. Lakini pia hakikisha umelike na umeshare kwa wengine waweze kupata video hizi, lakini pia umecomment katika kurasa zote. Katika episode ya 3 ya The Cursed Bloodline, ukoo uliolaaniwa, tunaendelea ambapo siku mbili zilipita ndani ya Valinor, lakini hali ya Princess Elindra ilizidi kuwa mbaya. Mwili wake ulianza kupoteza joto, mapigo yake ya moyo yakawa dhaifu zaidi, hata madaktari hawakuwa tena na maneno ya faraja. Ndani ya kasri, hofu ilianza kugeuka kuwa kukata tamaa, na kwa mara ya kwanza Mfalme Adric alianza kuamini huenda angepoteza binti yake milele. Siku moja Mfalme Adric alimuita mzee Vyrol kwenye ukumbi wa chakula. Meza ilikuwa imejaa chakula, lakini hakuna aliyekuwa na hamu ya kula. Mfalme akamimina kinywaji taratibu, kisha akasema kwa sauti ya chini, Vyrol, nisamehe. Nimekuwa nikikupandishia hasira, lakini akili yangu haijatulia. Naogopa kumpoteza Elindra. Vyrol, nisamehe. Mzee Vyrol akamwangalia huku akiwa amekaa kimya. Mfalme akaendelea, nimekuwa nikikupandishia hasira sana, lakini akili yangu haijatulia. Naogopa kumpoteza Elindra. Vyrol akavuta pumzi ndefu, kisha akatabasamu kwa uchovu. Adric, tumekuwa marafiki kwa miaka mingi na kuelewa zaidi unavyodhani. Mfalme akatabasamu pia, lakini alikuwa tabasamu la kweli. Lilikuwa tabasamu la mtu anayejifanya bado ana nguvu wakati tayari anakaribia kuvunjika moyo. Wakati huo huo, lango kuu la Valinor lilifunguliwa taratibu na mwanaume mmoja kaingia ndani ya ufalme. Alivaa mavazi meusi ya kawaida, uso wake ulikuwa mtulivu na hakuna ambaye angemtilia shaka, lakini macho yake yalikuwa mekundu kama damu kwa umbali. Jina lake lilikuwa Zaret. Alitembea mitaani polepole akiwaangalia watu, masoko, mitaa ya siri, walinzi wa kasri, njia za kuingia na kutoka, kana kwamba hakuja kutembelea Valinor, alikuja kujifunza. Lakini na kila alipopita watu walihisi baridi isiyoelezeka. Ndani ya chumba cha matibabu, Kyle hatimaye akaanza kusogea, akaanza kuamka, mikono yake ikatetemeka, macho yake yakafumbuka polepole, na swali lake la kwanza likawa, Princess anaendeleaje? Vyrol alikuwa ameketi karibu yake, akanyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa huzuni, ua lilianguka na hali yake inazidi kuwa mbaya. Kyle akajaribu kuinuka ghafla, hapana, lakini maumivu yakampiga mwilini, akaanguka tena kitandani. Vyrol akanyanyua fimbo yake, mwanga hafifu wa kichawi ukaanza kutoka ndani yake ukizunguka jeraha la Kyle. Sumu nyeusi ikaanza kutoka taratibu. Usilazimishe, Vyrol akasema, baada ya masaa kadhaa utaweza kusimama, halafu utaenda kumuona Princess. Lakini Kyle alikuwa bado anawaza kitu kimoja tu, Elindra. Wakati Kyle akiendelea kupona, Zaret aliwasili mbele ya mfalme. Ukumbi ukawa kimya. Akasujudu kidogo, kisha akasema, nimesikia kuhusu hali ya Princess, inaweza kumponya. Vyrol akakunja uso kwa haraka, ambaye alikuwa jirani. Mfalme, huwezi kumwamini kila mtu anayejitokeza. Lakini Adric akasimama ghafla kwa hasira na uchovu, niliowaamini wameshindwa. Ukumbi ukanyamaza. Mfalme akavuta pumzi, kisha akasema kwa sauti ya chini, ngoja nimpe nafasi. Vyrol hakupenda hilo, na Kyle aliyekuwa ameanza kutembea kwa shida alipomsikia mgeni huyo, moyo wake ukaanza kupata wasiwasi usioeleweka. Kyle akaingia kwenye chumba cha Elindra. Princess alikuwa bado amelala kimya. Ngozi yake ilikuwa imepauka zaidi na pumzi yake ilikuwa dhaifu sana. Kyle akamsogelea polepole, akamwangalia kwa huzuni, kisha akanong'ona, mimi lazima nikuokoe. Lakini nyuma yake Zaret alikuwa tayari akiingia ndani ya chumba hicho. Zaret akatoa kitu ndani ya basi lake, ua lilowaka, ua wa Nokthar. Macho ya Vyrol akapanuka kwa mshtuko. Kyle akaganda, haiwezekani, Vyrol akanong'ona. Zaret akatabasamu kidogo tu, kisha akaanza kuandaa dawa. Mwanga wa bluu ukaanza kuzunguka mwili wa Princess. Hewa ndani ya chumba ikabadilika, na sekunde chache baadaye Princess Elindra akavuta pumzi kubwa ghafla. Haiwezekani,
Baba. Elindra. Macho yake yakafunguka, ukumbi mzima ukabaki kimya. Baba! Mfalme Adric akatokwa na machozi. Elindra akamkumbatia kwa furaha. Madaktari wakabaki midomo wazi. Siku zilizofuata Mfalme Adric hakutengana na Zareth. Alimpeleka kila sehemu ya kasri, akamwonyesha silaha za kifalme, hazina, minara, hata maeneo yaliyokuwa ya siri, na taratibu alianza kuwasahau wale waliokuwa naye miaka yote, madaktari, walimu wake na hata Viral. Viral aliona hilo na hakupendezwa nalo hata kidogo. Siku moja Kyle na Viral wakaingia kisiri kwenye chumba cha Princess. Wakaanza kuchunguza sehemu ambayo Zareth alitengeneza dawa, na hapo Kyle akaona kitu sakafuni, mabaki ya petal inayowaka kutoka kwenye ua na ukithar. Kyle akamwangalia Viral, huyu mtu anawezaje kuwa na ua lile? Viral akashika fimbo yake kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza hofu ikaonekana wazi machoni mwake. Jioni moja Mfalme Adric alikuwa ameketi na Zareth peke yao kwenye balkoni kubwa ya kasri, mwanga wa moto ukicheza ukutani. Mfalme akasema kwa furaha, umefanya jambo kubwa sana. Umemrudisha binti yangu. Ni jukumu langu. Kitu gani unataka kama zawadi? Dhahabu? Mamlaka? Chochote? Umefanya jambo kubwa sana. Umemrudisha binti yangu. Zareth akainamisha kichwa kidogo. Ni jukumu langu. Mfalme akacheka kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Kitu gani unataka kama zawadi? Dhahabu, mamlaka, chochote. Zareth akanyanyua macho yake mekundu polepole, kisha akasema kwa utulivu, nahitaji taji ufalme wa Valemora. Umesema nini? Na utaka meme ufalme wa Valemora. Kisha akaanza kucheka kicheko kizito cha kutisha kilichofanya hata moto wa mishumaa uanze kutikisika. Na mbali ndani ya korido kasri, ghafla akashika kifua chake kwa maumivu, kana kwamba kitu kibaya kilikuwa kimeanza. Huo ndio mwisho wa sehemu ya 3 ya The Cursed Bloodline. Zareth ameingia katika ufalme na kumsaidia Princess, lakini lengo lake analidhihirisha zaidi mbele ya Mfalme Adric kwamba yeye anautaka ufalme wa Valemora, na anamuonyesha wazi wazi kwamba yeye ni mtu gani. Nini kitafuata katika sehemu ya 4 ya The Cursed Bloodline? Hakikisha like, umeshare, umesubscribe, lakini pia umeacha maoni yako kwenye comment kuhusu tamthilia hii inayokwenda kwa jina la The Cursed Bloodline, yani ufalme ama ukoo uliolaaniwa. Asante.